analijua zuri, analijua la baya. Kwani mdogo huyu? Sikiza nikwambie sister, huyu mtoto ndio habari zake huyu nazo. Na mwenyewe nafanya mchakato wa kumfuatilia huyu mdogo, huyu mtoto wako. Umeelewa si ninachokwambia? Mimi habari zake zote ninazo. Wewe nione mimi navuta bange na ngombe. Wewe utaona tu siku nitakuonesha show. Nikwambie kitu. Hata kama inakuja kutokea baya, mimi na wewe ndio uhangaikaji. Wewe mjomba, mimi mama, pana ubaya gani? Nini hangaika tena? Usihangaike kwa sababu gani na wewe mpwa wako? Yaani sister unaenda masiara, baada mtoto muelekeze mapema, unataka mpaka ipate matatizo tuanze kuhangaika. Mimi sina shida za kuhangaika. Sasa, kwanza na udogo gani? Wewe unamwona mdogo huyu? Huyu anasoma unasema sio mdogo? Hebu kwanza nipe mwanangu. Sasa naye wewe bwana. Baadaye nitavila hivi. Toa loki yako hapo. Uende ukashone kwenye kazi zako. Sawa dada. Kwa hiyo ndio kama hivyo kaka. Mambo ndio yako kaka. Wewe usikitike kaka. Ndio hali halisi ilivyo. Huo ndio ukweli halisi. Mama baba sio. Mama kile chakula cha mtoto wangu ni nafasi. Chakula na kofi pia. Hebu kwanza nitoe kwa hapo. Nenda kula. Sawa najua una njaa lakini mimi tena mapingo na wewe. Sawa? Masomo vipi kuhusu? Unaendelea vizuri? Masomo poa. Sikiliza nikwambie lakini. Mambo unayoyafanya hata mimi mama yako wakati huo nimeyafanya hayo. Umenielewa? Wewe hapo ulipo mjamzito. Mama. Unabisha nini sasa? Wakati ushaleta barua kusababisha shule. Kwa sababu ujauzito. Unashangaa? Unabisha? Sasa unabishana na mimi? Au unabishana na walimu kuleta barua hapa kama wewe mjamzito? Usiniambie hii barua imekuja lini? Sasa kunipandisha wazimu wangu. Usinipandishe wazimu wangu la sifa kabisa. Na wala tusibishane. Sasa kubishana na wewe. Sitaki kubishana na wewe. Wewe mjamzito. Mama ndio mwenyewe, mimi sina mimba. Sasa mimi nilikwambia, mtoto unavomlea ndio anavyokuja kuwa hivyo. Sasa umeona matokeo yake? Kaka sio muda kulaumiana. Ni muda kutatua mimi na wewe tunafanya nini?
Tusilaumiane kaka. Kama limeshatokea limetokea. Sasa basi uliniona mimi nakunywa bange, mimi nakunywa pombe. Sasa bwana, ukaona mimi tofauti. Sasa mimi nataka nitatue hili tatizo. Kipombe, kibange, changanye, nije kulitatua hili tatizo. Huko uliko sasa kaka siko. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu nishakuwa zahama. Sasa mimi inabidi nitumie uchizi ili kurekebisha hili tatizo. Hebu sogea hapa. Sogea hapa. Niambie hii mimba ni nani? Mimba imetokea wapi? Hii mimba ni nani? Usiniambie mimba imetokea wapi? Shona babu hapa mnaletea mimi hela. Kama mnashona hapo mwache hela, gundi inaisha hapo. Hata mtu mmoja hapa anaondoa gundi kisha kila mtu anaondoka. Ofisi mimi nikifunga hapo na kitu sikinakufa ikashikaji zangu. Au zipo pamoja na hivyo juzi hapa kifunga hapa nimesikia kashona hapa. Au bwana, shilingi 10 ya kutoa. Hadi sasa ndo kitu na shilingi. Moja ile inakuwa mbaya sana. Sasa nipige dakika 3 kule. Fasta nakuja, fasta ikiwezekana funga mlango kwa nje. Bila tokea sasa hivi hapo. Hapo. Kuna badala hamna na kuelewa wala nini. Sasa mimi nimalizia nisikie. Kuna mwanangu hapo kuna ishu wangu moja fasta na iwai. Poa dakika zifuatazo. Vipi ngoja? Unapata kilaji tu hapo unaburudika mwenyewe, utaki shida. Pata kitu leo inapenda. Leo kwenye pilika zako vipi rafiki? Hapa naona leo unapata kilaji asubuhi. Mbona hivyo kulikoni? Latifa yuko wapi? Latifa katoka Lukwili, hata alikokwenda sijui mdogo wangu. Hayo ndo madharau dada, kila siku anakuwa. Sikiliza dada. Kulikoni? Wewe wenzetu. Wapi? Nifuate mimi. Na ni sister nataka nikuonyeshe leo akili za pombe na ukichanganya na bange zinavyokuwa. Sasa wewe mimi nifuate mimi. Twende wapi? Twende nifuate mimi dada, nifuate mimi tondoke dada, tondoke. Acha na mambo, acha tushaanza sasa mambo yako. Twende wewe nifuate mimi. Nifuate mimi. Jamani. Twende hivyo na twende. Sasa subiri nivae sasa na wewe nifuate mimi dada, tondoke. Wapo tushafika. Fungua mlango huo. Toka nje. Enda kaa kama tusahau. Toka nje.
Mauli. Naam. Mkeo hana matatizo. Ila tatizo liko kwenye ndoa yenu. Kwa sababu ndoa yenu ilipitishwa bila hata ya kupangwa. Unaelewa bwana? Nimekuelewa daktari. Ingepangwa hata tatizo lisingetokea hata. Kwa nini daktari? Kiutaratibu bibi harusi anatakiwa awepo ndani ili apate elimu ya namna ya kuishi na mume. Umeelewa bwana Maundi? Nimekuelewa daktari. Sasa kwa hiyo kabla hayakufanywa hayo, lazima matatizo yawepo. Ndio haya unayoona sasa hivi. Sasa kiutaratibu unatakiwa wewe ubadilike, ndipo hata yeye atabadilika. Lakini kinachotakiwa wewe endelea tu mtimizia kila kitu kama mke. Unasikia? Ila chakula chake usile na wala usimuongeleshe. Sawa? Wanawake wajabu sana. Huwa hawachelewi kubadilika. Umeona? Kwa hiyo unatakiwa uwe mwangalifu katika hilo. Mambo yako yatakwenda vizuri. Nashukuru daktari. Kama maneno yako yatakapokuwa kama yosadiki na mambo yataenda vizuri. Ndio. Basi nitashukuru sana. Basi Nakuelewa. Kijana, mimi nimechoka na mambo yanayotokea pale nyumbani unapoishi. Nimevumilia sana juu yako, lakini mpaka sasa hivi maamuzi yangu wewe uhame kwenye ile nyumba. Kwa maana nakerwa juu ya mkeo, anakera mpaka basi. Mimi niko tayari kukurudishia kiasi chochote kile cha pesa kilichobaki. Ukatafutie sehemu nyingine uondoke bwana. Nimechoka. Mkeo anakera. Tena anakera mpaka unaona kichefuchefu. Kwa nini? Mzee wangu nimekuelewa. Na ni kweli mke wangu anatatizo. Lakini kwamba niko kama mume. Najitahidi kumrekebisha. Sasa wewe umechukua maamuzi gani? Hatua ambayo ninaichukua kwamba ni kumwelimisha kidogo kidogo, kwa sababu mke wangu yule hakupata mafunzo ya ndoa. Na hii yote kutokana na ndoa yetu jinsi ilipita. Kwa kuwa hayakuwa ndoa ambayo imeandaliwa. Hii ndoa ilikuwa tu ambayo ilishikiwa. Yaani ni ndoa ambayo kama ya kumaliza. Wazee wake walimbana na mke wake basi wakafundisha ndoa ambayo ndio wanasema ya mkeka. Sasa nimekuelewa. Muajala huo. Hiyo ndoa ya muajala ni hatari sana. Binti haandaliwi, anakuwa hajui chochote kutoka kwa manyekanga wake. Na nyinyi vijana mmezidi sana nyinyi. Unaishi na binti mpaka unafumaniwa, yule binti umjui, matokeo yake ndio yule binti anakuja na kera watu. Sungo huyo. Hajafundwa huyo. Hajaandaliwa kwenye ndoa. Sasa bwana, mimi nimekusikia vizuri sana. Kaa na mke wako. Jaribu kumfundisha watu wanavyoishi. Kinyume cha hapo bwana, mimi namhamisheni kwenye nyumba, mfai kukaa. Manake unakera watu wengi wapangaji, mimi mwenyewe nakerwa ama lalamiko mtaani. Kila mtu anamlalamikia yeye. Kwa nini? Ni kweli kabisa. Sababu hata wapangaji zangu wanalalamika sana kuhusu. Naona? Na ndio maana nikasema najitahidi kumrekebisha ili abadilike aishi vizuri na watu. Bwana we. Mbadilishe mke wako. Kila siku Ijumaa itabaki kuwa Ijumaa. Ijumaa haiwezi kuwa Jumapili hata siku moja. Uvumilivu, unamwona ng'ombe ana nundu mgongoni. Nundu ile kashindwa uvumilivu. Sasa usisubiri mpaka watu wapate nundu yatokee mengine. Mbadilishe mke wako.
Watu wanakerwa, mwishoni watamnyosha yule, atakuwa mengine. Mimi sipendi hilo. Sawa mzee. Umenielewa bwana? Nimekuelewa. Abadilike tena abadilike, anakera watu. Taka watu wanaona kichefuchefu sasa anakera. Mwenzako yuko wapi? Shemeji. Mbona kama kuko? Hata salamu? Hayo. Tangu shule kwa masuli mpaka leo kuja hospitalini. Wewe atoa kwa kitu gani? Papa ngia mtu atifa atifa. Era sima. Akijora. Amweni nyinyi mnaona kama kwa. Maneno yako sawa sawa. Baba kufuatilia darasa. Huko. Chagua moja. Badala. Hapo ndio kinalia. Sasa.
Sichoi kinyola. Wala sichoi ile. Amua. Ndio baba. Sema huyo kunapotea. Kunapotea. Ndio. Mpaka sasa hivi unachati. Sijui hata unachati na nani. Huu ni muda wa kupumzika, wewe mwenzetu unachati. Hiyo staili ya maisha umeianza lini? Kula hauli humu ndani, hakuogeki. Hata ukija salamu mke wangu umeshindaje wewe hamna. Uko busy na mambo yako. Kama umempata mwanamke mwingine, bora useme tu. Naongea na wewe au dharau tu. Naongea na wewe unaondoka. Na nikimjua mwanamke nitamfanya kitu mbaya.
Mourinho mwenyewe. Vipi? Ndio. Bwana ndo mimi bwana. Ukisikia mwingine foto mimi Yanga naipenda sana. Lakini yule mtu anatukera sana. Kasajili wachezaji pale. Hivi mchezaji umemsajili kwa hela nyingi pale, mechi 10 hata goli moja hamna. Hivi kwa mchezaji huyo? Alafu mzee Mourinho, yani mimi kilio changu kipo kwa Makambo tu. Kamuuza sasa. Zingua hapo. Hicho ndo kinachonikera hata mimi. Baki ule Makambo akiingia tu anatufurahisha. Mzee wa vita. Bwana. Kwa nini lakini? Mimi bwana naipenda sana Yanga. Mimi ndo Mourinho. Mgoma shuti wa mbali. Sasa bwana mzee Mourinho, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unakumbuka kuna siku tulikuja nyumbani kwako? Nakumbuka nilikuja mimi na mdada mmoja hivi. Ndio. Sasa bwana tulipotoka pale ilikuwa pamoja kwa moja mpaka kwa Latifa. Ameenda amemchukua mwenzake, wameenda kwenda kudai kijola chao. Sawa. Walipoenda kule basi walimfumua. Wamemfumua ile mbaya. Wamempiga. Ikawaje? Yani mpaka wapangaji wenzake wakawa wanamgombania. Bwana ngoja nikwambie kitu kimoja, wale madada wanapiga asa hivi Latifa ushaambiwa hivi. Unajua siku ile bwana mdogo, mimi nilitaka niseme hivyo. Lakini sasa mimi kiongozi. Ningeongea nendeni mkampige, mimi kiongozi. Ningejenga sura gani pale? Unaona? Lakini kajiongeza ule mama kenda kumkanya, hivyo ndio vizuri. Kimya. Ndio. Kimya. Na wale wamejiongeza. Wamejiongeza. Sasa ikawaje? Kenda polisi? Aende polisi wapi? Yule dada jeuri. Ajifanyani yeye ndo kila kitu pale mtaani. Sasa hiyo ndo dawa. Haya jamani, mimi nawahi kwenye baba. Basi sawa la mzee bwana. Nimefurahi sana. Wamepiga. Bwana sisi tunawahi bwana. Kesho ndo mambo yetu yale. Kesho usiku taifa kesho bwana. Umenifurahisha. Bwana. Wajina. Safi sana. Haya jamaa. Shemeji, najua unajua vingi juu ya ndoa yangu na mume wangu. Na vingi unajua kuhusu mume wangu. Hivyo nilikuwa naomba unisaidie shemeji. Mume wangu amebadilika sana. Na nikijaribu kumweka sawa, mwenzangu hata aelekei. Hali inazidi kuwa mbaya. Naomba unisaidie kwa hilo shemeji. Kwa hiyo leo hii wewe unahisi mimi ndo naweza nikakusaidia, si ndio? Shemeji, najua nimekukosea mara kadhaa. Naomba unisamehe, mimi binadamu sijakamilika. Na imani utanisaidia, ndio maana niko hapa. Shemeji, umekosea sana. Tena sana. Vitendo vyako havina tofauti na shetani, isipokuwa kitu kimoja tu. Yeye ana mapembe, wewe una nywele. Hatua aliyofikia mumeo ilikuwa ni hatari sana, tena sana. Hatua gani shemeji? Tuachane na hayo. Huu si muda mwafaka kuongelea vitu kama hivyo. Cha muhimu, njoo kesho, kuna sehemu nahitaji kwenda. Sawa shemeji, nitashukuru. Usiwaze vitu vidogo tu shemeji yangu. Pamoja. Bwana, habari za maisha? Salama mzee wangu kabisa. Habari za siku nyingi? Habari nashukuru. Upo? Nipo mzee wangu. Nipe mrejesho. Nashukuru. Sasa hivi kidogo mke wangu anabadilika. Ndio. Anabadilika, nashukuru sana. Anabadilika? Anabadilika. Kweli kabisa. Sawa. Umetumia dawa gani wewe? Kuna rafiki yangu alinipeleka kwa mzee mmoja, Dr. Waisia. Ina maana tiba asilia? Hapana, sio tiba asilia. Ila ni mzee ambaye kwamba anakupa ushauri katika mahusiano. Amekuwa kungwi. Kwa hiyo aliponipeleka pale, nikamuelezea matatizo ambayo katika ndoa yangu. Akanielewa na akanipa ushauri ambao kufanya.